Sitoi klipu hii kukufurahisha katika kila sharti kwamba ulione ni la kipentekosti, ni la kiroho. Hapa sipo kutoa masharti ya kipentekosti. Hapa nipo kutoa masharti ya utakayetaka kuwa sehemu ya kikosi kazi, ama unajua kabisa kuwa sehemu ya kikosi kazi utatimiza ndoto zako kwa namna rahisi. Moja, fahamu kuwa kikosi kazi cha Injili kinaunganisha watu wanaoamini kuwa huyo mtu atakuwa sababu ya kupona, kufanikiwa, kustawi kwa jamii inayomzunguka. Yaani kinaunganisha watu ambao wanaamini mimi naweza nikawa sababu ya kumzuia, ndio nimesema nitatumia maneno magumu kidogo, kumzuia Mungu asiangamize jamii fulani au ulimwengu kwa ujumla. Ni watu wanaoamini, kwa mfano mimi nimekwambia mimi ningeokolewa, ningenyakuliwa, ningeondoka duniani. Jamii kubwa unayoiona ina shine, inajiamini, inatembea kifua mbele, huwa nahisi haikuwa rahisi, kwa sababu mashaiti fulani ambayo nitakusomea hapa yanaonyesha hakuna mtu ambaye angejifunga mkanda kuyasimamia. Kwa hiyo hii ni jamii ambayo unajiona ni mwana ukombozi, ni mtu ambaye utamzuia Mungu asiangamize. Kama vile ile mkulima ambaye alikwenda kwa yule mwenye shamba ambaye alitaka kuukata mti. Yesu akasema, akamwambia, naomba unipe muda niupalilie kidogo, niutilie samadi. Mwakani ukija haujatoa matunda utaukata. Lao umetoa matunda usiukate. Kwa hiyo huyu mkulima alizuia Mungu asiangamize, asikate ule mti. Kama hiyo haitoshi, basi ni mfano wa Musa ambapo Mungu alimwambia kwamba Musa, mimi nataka niangamiza hao watu wote, ila wewe nitakufanya kuwa taifa kubwa. Musa akasema, hiyo Mungu itaonekana ni kama uliwaleta jangwani uje uangamize, na usiwaangamize. Mungu akasema, Musa, basi nimekupa hao watu, ni wako, ujue wewe utakakoenda nao, mimi ninajiondoa. Musa akasema, uso wako usipokwenda nasi hatutoki mahali hapa. Mungu akarudi tena na kusema, basi Musa, twende pamoja. Kwa tunaamini unayeweza kuwa kikosi kazi ni unayeweza kuzuia Mungu asiangamize jamii fulani. Aidha kuna magonjwa hapo, watu wanaishia kuibiwa sadaka tu, pesa wanaambiwa wanunue maji, nunue mafuta, watoe pesa kwanza. Sisi kikosi kazi tunatoa baada ya kubarikiwa, tena kwa kujipangia, sio kwa kupangiwa, kwa ukarimu wa moyo na kwa furaha, kwa mujibu wa maandiko yaliyo katika Korinto wa pili sura ya 9 mstari wa 7 wa 8 na kuendelea, ambayo anasema Mungu anapenda mtu atoae kwa moyo wa ukunjufu na wa ukarimu. Na pia kwa mujibu wa maandiko yaliyo katika Nyakati wa kwanza sura ya 1 kwanza mstari wa 9, ambapo Daudi anasema kwa furaha na kwa hiari ya mioyo tumekutolea. Kwa hiyo sisi kikosi kazi tunaamini hata ungekuwa na ugonjwa kiasi gani na shida kiasi gani, huhitaji kutoa kwanza fedha ya aina yoyote, na hata ukipona huhitaji kupangiwa kiwango chochote cha kushukuru ama cha kutoa kama sadaka. Wewe mwenyewe kwa hiari ya moyo na kwa furaha na kwa ukarimu wako utafanya. Tena baada, hatuamini toa ili ubarikiwe. Sisi tunaamini kutoa kwa kuwa umebarikiwa. Ni unabarikiwa kwanza ndipo utatoa. Sasa tunataka mtu ambaye akikaa kwenye eneo fulani, kwenye jamii inayoumizwa, kwa sababu kwa sehemu kubwa uzima wowote na chochote kinachopatikana kwa njia ya kutoa kwanza pesa, lazima baadaye kigeuke kilete matatizo mengi zaidi, kwa sababu si Mungu anayetoa hicho kitu, na kipawa na karama ya Mungu haina majuto. Lakini wengi wa wanaotoa vitu kwa kununua maji, kukanyaga udongo, kukanyaga mafuta, kununua hiki, kutoa kwanza pesa ili Mungu aponye, mara nyingi kinachofuata kwenye maisha yao, hata wakishuhudia tumepata mtoto, tumepona, kinachofuata ni maumivu, ni magonjwa, ni mateso. Na hapa wote mliopaka maji
mliochukua mafuta, mliopaka mafuta, mliotolewa mapepo kwa namna yote, lakini kikubwa tu mliambiwa toa kwanza pesa, ni mashahidi kwamba tangu mshuhudie kwamba mlipona au mlipata, matatizo yamekuwa mengi kuliko mlivyokuwa kule nyuma, ingawa mna kaushuhuda kamoja kakompamba huyo mwizi na mlaji ili aendelee kuishi kwa ujeuri mjini, lakini vipawa vya Mungu havipatikani kwa fedha. Na hata kina Petro amethibitisha hapa. Kuna watu ambao walikwenda kwamba naomba mimi nipe hicho kipawa nikupe fedha. Petro alisema huna fungu wala sehemu, kwa kuwa kipawa cha Mungu hakipatikani kwa fedha bali kwa unyofu wa moyo. Kwa hiyo sisi Koskazi tunaamini katika Matendo ya Mitume 8, utasoma kwa wakati wako kuanzia mstari wa 18 mpaka mstari wa 24 mpaka mstari wa 24, utasoma kwa wakati wako. Sisi hatuamini kuwa Mungu hutoa chochote kwa kutoa fedha, na ukitoa fedha ukitaka Mungu akupe chochote, ni mtu utakayesababisha madhara makubwa kwenye maisha yako, mapigo makubwa, na ndivyo mlivyo wengi kwa kudanganywa na waganga njaa wa mjini. Kwa nataka Koskazi, mtu ambaye atakuwa sababu ya kupona kwa jamii fulani, uwepo wake kwenye jamii hiyo ni kupona, na hiyo jamii hata kama haijamfuata, lakini itakuwa na uhakika kwamba huyu ni mkombozi wetu. Let's say, kwa mfano mimi niko Isyesye Mbeya. Wengi wa watu wa Isyesye wa Mbeya mjini wanasema ukiamaliza ya ulimwengu, kanisa la kusali ni kwa mchungaji Mbarikiwa, lakini usipoyamaliza pale pachungu, wanasema huyu ni kama mkombozi. Wengine wanaenda mbali na kutamka, kwa nini huyu asingekuja kuwa kiongozi wetu katika eneo fulani hili? Tunamuona ni mkombozi. Lakini pia na mahali pengine walipo vijana ambao kabisa wameelewa falsafa na nia na lengo la Koskazi, wameanza kuwa matumaini ya wengi kuona hawa tukipatwa na lolote, hata kama hatujaokoka, siku tukitaka kuungamana nao itakuwa ndio siku ya kustawi, kufanikiwa na kuweza mengi ambayo hatujaweza. Katika Yeremia 3 mstari wa 31 hadi 33, Biblia inasema kwa kuwa Bwana hata mtupa mtu hata milele, maana japo mhuzunisha hata mrehemu kwa kadri ya wingi wa huruma zake, maana moyo wake Mungu hapendi kuwatesa wanadamu wala kuwahuzunisha. Tunataka mtu ambaye atakuwa naamini haya, mwana ukombozi, anaamini pamoja na wanadamu kumchokonoa Mungu. Sasa hivi wanamchokonoa, sema kama huko tuhukumu kweli, tuhukumu kweli, tuhukumu kweli. Sasa tuko tayari kuonyesha uwezi, chanjo ndio inayoweza, uwezi wewe Mungu, tuhukumu kweli kama huko. Ni kweli Mungu sasa wanataka wahukumu waone kama yuko, lakini bado tunaamini unaweza ukawa sehemu ya kikosi cha Injili, unaweza ukamwomba rehema Mungu kwamba hawajui watendalo, naomba badala ya kuwahukumu, acha nifanye vitu kadha wa kadha, Bwana tuwaokoe, waone wema wako, tuwaokoe. Tunaamini mtu anayeweza kuwa mkereketwa na anatafuta kuokoa jamii inayomzunguka, nchi aliyopo, ama dunia kwa ujumla. Huyo ndiye mtu ambaye anaweza akawa sehemu ya kikoskazi. Hayo ndo mambo ya kwanza. Lakini jambo la pili, luganyika katika vifungu vingi. Kwa sababu hiyo kwetu lazima uyakomboe kwanza maisha yako kwa njia zifuatazo. Kwa sababu hiyo kwetu lazima uyakomboe maisha yako kwanza. Sisi hatuna wito wa kuomba tu na kwenda kuhubiri. Hatuna wito wa kuomba tu na kwenda kuhubiri. Lazima uyakomboe kwanza maisha yako. Usiwe tegemezi. Usimtegemee mtu kwa chochote, bali watu wakutegemee kwa vyote. Katika maeneo yafuatayo. Kwanza, ili uyakomboe maisha yako, ni lazima kufanya sana kazi kwa bidii, kwa spidi, kwa umakini na ubora wa kiwango cha juu, hata kama hazitakuwa na faida kubwa au kazi husika imejaa dhuluma, uonezi na kadhalika. Sisi tunasema imaka ni watu unaotakiwa ufanye kazi
Yaani wewe kukicha nenda kafanye kazi hata kama haina malipo makubwa. Kupata kazi yenye malipo makubwa ni lazima hii yenye malipo madogo, yenye manyanyaso, yenye uonezi ambayo wengine wanayavumilia na wewe uyavumilie, yenye kudhalilisha, inayodhalilisha. Usione watu wanatembeza mandazi. Siku moja kijana wangu ni daktari, alipojua hapa lazima ufanye kazi, hakuna cha umesomea nini au nini, ili atie onyeshe kutii, ilibidi apike makande aende kuzungusha. Ni daktari aliyemaliza masomo yake, lakini bidi aende kuzungusha makande ili atie agizo la hapa. Akapika sambusa, akazungusha sijui viatu, sijui mikoba mitaani. Kwa hiyo sisi tunaamini lazima ufanye kazi hata kama unahisi haifanani na wewe. Wewe walikuwa nakuita mlembo, walikuwa nakuita msomi, uliwahi kuwa tajiri. Utakapotaka tu kuwa na sisi, lazima ufanye kazi, tena kwa umakini, kwa ubora, kwa spidi. Sisi kwetu ni marufuku kushuhudia ama kwenda kwa jirani yako au jirani yako kuja, rafiki yako au ndugu yako, kuongea naye zaidi ya dakika 10. Zaidi ya dakika 10 ni marufuku. Ni dakika 10 tawanyikeni kwenda kazini. Dakika 10 tawanyikeni kwenda kwenye ibada. Dakika 10 tawanyikeni kwenda kwenye maombi. Kwa hiyo ndio kitu ambacho kinatupelekea tukastawi. Kwa tustawi kimiujiza, kwa kununua mafuta, kwa kuombewa, tunastawi kwa kanuni. Kwa kanuni ambayo ya kwanza ni hiyo, kufanya kazi kwa bidii, kwa umakini, kwa spidi na kwa ubora. Kama ni mjenzi, unajenga kwa ubora. Yaani ni lazima leo ukiona wajariziki unaanza kujua nilikosea wapi. Kama ni fundi wa kushona, kwa ubora. Kama umeajiriwa mahali ulipoajiriwa, ndiye unayefanya kwa uaminifu, kwa bidii na kwa ubora. Hivi sasa hivi mpaka vijana wangu walio mafundi wanakosa mpaka muda, wanakuta huko wanaitwa huko kwa sababu wanalazimishwa kuwa waaminifu, wanalazimishwa kufanya kazi kwa spidi, wanalazimishwa kufanya kazi kwa ubora. Mafundi wa kushona sasa tunapata oda mpaka nje ya bara la Afrika, mpaka Amerika, mpaka Australia, mpaka Kenya. Sasa ni wanashona, lazima washone kwa ubora na kwa umakini. Kwa hiyo ndo falsafa ya kikosi kazi. Na najua peke yako huwezi, lakini kama umependa vitu kadha wa kadha kikosi kazi, hivyo vingine tutakusaidia kukusimamia na kukuonyesha mifano ya walioweza. Jambo la pili, kuwa ukitaka sasa uwe sehemu, unataka kuwa sehemu ya kikosi kazi. Sisi vitu ambavyo ni lazima. Anyway, hivi kama hujaviweza, ukiingia huko ndani vingine utaviweza. Ni kuamua tu kwamba ninapenda, nimekubali. Utapata usaidizi wa karibu huko ndani. Kwamba jambo la pili kuweza maisha yako ni kuwa makini kwenye matumizi. Kuwa makini kwenye matumizi ya vichache unavyopata. Iwe unapata pesa nyingi au kidogo, ni lazima hizo pesa zako uzitumie kwa umakini, kiwango cha watu kuitafuta hiyo imani, waone kwa kweli umakini ulionao. Hakuna watu wanaweza kujiamulia hivyo na kufanya hivyo, isipokuwa kuna imani fulani unaabudu. Yaani hatuna maana kisha kuwa na pesa nyingi basi patikani hoteli, mara kwenye chakula kule, mara kwenye hafla ile, mara kwenye unatumia kule, mara unasema unajitoa. Hapana, lazima kuweko na umakini ambao watu wanavutiwa, wanaona hivi kweli vilikuwa na ulazima mtu kuvifanya. Au una pesa kidogo, wewe ni mtu wa kulalamika tu muda wote. Mimi pesa sina, mimi pesa ni kidogo, mimi pesa haitoshi. Kikosi kazi hatuko hivyo. Sisi mtama na maji lazima unawiri, kama vile Daniel na Shadraka Meshaki walivyo nawiri. Kama vile walivyo nawiri, kwa sisi lazima hata kidogo kitoshe, na kisipotosha tuna kauli mbiu nasema ongeza kazi. Katika waraka wa pili wa Yohana wa Petro, waraka wa pili Petro sura 5 mstari wa 5, Biblia inasema naam, na kwa sababu hiyo mkijitahidi sana kwa upande wenu, katika imani yenu tieni na wema, na katika wema wenu tieni maarifa. Sisi tunaamini uwe na maarifa. Tunaamini uwe na maarifa. Unakuwa mwema, lakini ni wema ambao haukufanyi watu
au kufanyi uwe mhitaji, si unatoa tu michango, si masadaka, si mafungu ya 10 unatoa tu afu baadaye unakuwa mhitaji. Sisi tunaamini katika andiko pia ambalo liko kwenye Timotheo wa kwanza sura 5 mstari wa 8 kwamba si watunza wa nyumbani mwake ni mbaya kuliko asiyeamini. Ni mbaya kuliko asiyeamini. Kwa hiyo sisi hata kama ni sadaka, ni michango, si nini, anzia kwanza kuchangia nyumbani kwako. Ule vizuri, uishi vizuri, mambo yapangilike vizuri, ndipo ukatoe sehemu ya mchango, sehemu ya sadaka, shukrani na fungu lako la 10 kwingineko kokote. Mnasema ibada njema huanzia nyumbani, na kila ibada si lazima pawe na sadaka. Kwa hiyo hata sadaka nzuri ianzie nyumbani kwa watoto wako, ianzie nyumbani unapotokea. Ndipo katika vingi vinavyoendelea vizuri nyumbani unapotokea, sehemu ndogo ukaitoe, sawa na Nyakati wa kwanza 29 kwanza mstari wa 9 na kuendelea, ambayo sema katika vingi ulivyotupa, katika vyako tumekutolea. Vingi ulivyotupa, sisi tunaamini Mungu akupe kwanza. Tutakusimamia, tutakuchakiza, tutakusukuma ili ujaribu kuweza hayo. Hivyo ndo tunavyoamini, ndo tulivyostawi, na yeyote atakayekuja basi tunakwambia namna ambayo itakufanya ustawi na uifuate hivyo. Kiujumla, hatutaki mwenye maono yako. Hatutaki unayekuja kuchanganya maono. Unayetaka kuja kuchanganya maono. Yani maono yako kwa vizuri, roho anakuongoza, unaota ndoto. Yani wewe unataka tu kikosi kazi. Kwanza hatujasajiliwa kwa serikali. Sisi tumesajiliwa mbinguni. Serikali imetuacha kwa sababu imetuthibitisha, pamoja na mamlaka zingine kushindwa kutusajili, ila imetuthibitisha sisi ni wema na tunapigania wema kweli kweli. Ndio imetuacha sasa, imetuacha siku yoyote atakayochukua hatua yoyote. Kikubwa tu ni kwamba tulishasema, kwa kuwa wao wamesema hamwezi kusajiliwa mpaka muandike kipengele fulani kinapingana na Biblia, kipengele fulani. Yani mwe mnanyang'anya majengo ya watu, mkishindwana nao, mkitofautiana nao. Mtu alijenga jengo kwa gharama zake na kwa jitihada zake, mkishindwana naye lazima mnyang'anye ile jengo. Mimi nisema hapana, na wakasema kama hilo hauwezi, basi hauwezi kusajiliwa. Na jambo la pili, wakasema mchungaji au kiongozi lazima asome. Ingawa ni visheria vingine ambavyo wanaviweka tu kwa interest zao ili lazimike kufanya vitu fulani. Lazima asome, awe na degree fulani. Akasema sisi mchungaji au kiongozi lazima aache dhambi, abadilike na awafundishe watu kuacha dhambi kama alivyoacha yeye. Anasema kwa hilo haliwezekani. Ni jambo jema, hatutawasajili, lakini tutafanya kama siku yoyote tukichukua tu. Kwa hiyo sisi hatujasajiliwa kwenye mamlaka za moja kwa moja, lakini kwenye mioyo yao wametusajili, ila kwenye makaratasi yao hapana. Na tuko wazi kwa sababu tunachojua, hata tukifungwa, pengine tukifungwa kidogo, kufunga kuabudu kwenyewe hawawezi. Watafunga, tutaabudia magerezani, wakitutoa tutaabudu tena, watapiga, wataua, tutakaobaki tutaendelea kuabudu. Yani kuabudu, kwa sababu kuokoa maisha yako hakuhitaji kibali cha mtu. Kishaona tu mtu anaangamia, unatafuta njia yote umuokoe, hata kama inatakiwa waje fire, lakini unaona kuna mtu chuma kimembana, hatusemi fire mpaka waje. Tunamuokoa kwanza, tunawahadisia fire kwamba niliona utu una thamani kuliko sheria. Kwa hiyo unayetaka kuwa kikosi kazi, fahamu hayo, yani fahamu hayo. Si ukaa na kuja mimi na wito nataka tu nipate uvuli wa kikosi kazi cha Injili. Hatujasajiliwa sasa. Hatujasajiliwa. Kwa hiyo uvuli wa kikosi kazi ni tabia za kikosi kazi, maisha ya kikosi kazi. Maisha ndio uyafuate. Kwa hatutaki uje na maono yako. Njoo unayejua maono yako yameferi, ama hata kama yalikufanikisha lakini si kwa kiwango ambacho unakitamani. Njoo ujifunze. Na ndio maana pana kitabu cha mwongozo hapa. Kitabu kama mwongozo wa kikosi kazi tumesisitiza sana aje mwanafunzi, asije anayekuja mwenye wito wa kutaka kuhubiri. Njoo kwanza unataka kujifunza na kutaka kubadilika tabia kama ninavyoelezea hapa. Jambo la tatu la kubadilisha maisha yako, uwe msafi, mwili, makazi, malazi,
watoto kuwa na chakula safi kinachoandaliwa katika vyombo safi na kuvaa nguo safi. Ndio ile ambayo nimesema pale mwanzo, lakini kusomea taandiko kidogo hapa katika Timotheo wa kwanza sura ya 3. Timotheo wa kwanza sura ya 3 mstari wa 4 anasema, mwenye kuisimamia nyumba yake vema, ajuaye kuitisha watoto katika ustahivu. Yaani mtu asiye jua kuisimamia nyumba yake mwenyewe, atalitunzaje kanisa la Mungu? Ataokoaje wengine? Kwa hivyo hivi sisi tunavisimamia kwa sababu tunajua kikosi kazi cha Injili yeyote atakaye kuwepo unatakiwa kuwa na maadili yanayopita kuwa askofu na kuwa mtume na kuwa nabii, kwa sababu wewe ni wakala, ni mwana wa Mungu. Mitume, manabii ni wasaidizi, ni wachungaji, ni watumishi, aidha wa matumbo yao ama wa Mungu wanamsaidia. Lakini sisi wote waliompokea, waliofanya kuwa wana wa Mungu, warithi wa Mungu. Kwa hiyo tunataka kikosi uwe na maadili na nidhamu kuliko anaitwa mtume au anaitwa askofu. Na ndio maana sisi tuna mshindo. Unaweza mimi mbarikiwa. Mimi mbarikiwa. Sisi hujaona anaitwa askofu, mtume, nabii, mwinjilisti. Lakini bila shaka unajua mimi nina mshindo kuliko hao. Lakini pia na vijana wangu wengi wana mshindo kuliko hao. Na wewe pia tunatamani tutakapokuja uwe na mshindo. Sasa lazima vigezo kama hivi wao wamevishindwa. Hata kama wakitunza familia zao, ni mali za kupora. Ni mali za kupora kwa kudanganya, kulagai watu, kutishia watu laana. Lakini wewe tutataka mali ambazo utazitafuta mwenyewe na kuwa makini kwa matumizi kama nilivyoelekeza. Jambo la 3 ili yaweze mambo hayo maisha yako, au la 4 ni kutopatikana kwenye eneo lisilozalisha chochote. Yaani kutopatikana kwenye mazungumzo yoyote ambayo hayazalisha, hata kama ni ya ndugu zako. Yaani usikae tu unaongea na mama zako, sio amekutembelea, sio umewatembelea dakika zaidi ya 10. Marufuku. Kija koskazi ni dakika 5, 10, chini ya 10 umeshaenda kazini. Chini ya 10 umeshaenda kazini. Hata dada zako, ndugu zako wakutembelea, wajue hilo. Si zaidi ya dakika 10 kuongea nao. Hata kwenye simu si zaidi ya dakika 10, kama tu ampangi mpango wa kuzalisha ama amuko kwenye eneo munalo zalisha, wajue hilo. Hiyo ndo timu ya kikosi kazi cha Injili. Hiyo ni kusomea katika Efeso sura 5 mstari wa 16. Biblia inasema, mkiukomboa wakati, kwa maana zamani hizi ni za uovu. Mkiukomboa wakati, kwa maana zamani hizi ni za uovu. Kwa hiyo kwa kikosi kazi lazima uwe unaukomboa wakati. Hivi ndio vinavyotufanya tustawi. Ndio vinavyotufanya tuwe na mshindo. Ndio vinavyotufanya tufanikiwe na kuwa hivi tulivyo. Kwa unataka kwa kikosi kazi, zingatia haya. Jambo la 5, uwe ni mtu wa ibada kila siku. Ibada sisi kwetu ni maka. Au ikama au maika. Yote hiyo ni ibada, kazi, maombi. Maombi, kazi, ibada. Ibada, maombi, kazi. Hayo ndo majina hata watoto wetu wanaozaliwa sasa wengi wanawapa majina hayo. Ikama, maombi, ibada. Yaani sisi umemaliza kazi uko kwenye maombi. Sio maombi hiyo siku ni ya ibada. Sio ibada basi filamu yako, mpira wako, luninga yako ni ibada. Popote ulipo unajiungamanisha na wengine ambao huwa kila siku sisi lazima tufanye ibada ya kukutana kwa namna moja na nyingine pote ulimwenguni. Aidha kwa Facebook ama kwa Zoom. Kila mtu utakuwa unamuona mwenzia aliyo kokote duniani. Nitakutajia sehemu ambako kuna makanisa yetu na matawi yetu ambao tayari wao wanaendelea vizuri, ama watu ambao wamejipambanua watakuwa pamoja nasi. Nitakutajia hapa mwisho. Kwa kama uko jirani na maeneo hayo utaenda kujiungamanisha moja kwa moja. Lakini kama hata uko peke yako mahali popote, basi utatumia haya maelezo niliyokuambia. Lazima utanunua simu au laptop au kompyuta. Utaweka modem hapo, utakuwa ukiunganisha, ama wifi utakuwa ukiunganisha, na unatuona kila siku saa 4 usiku hadi saa 5, saa 6. Tunasikia shuhuda za watu walio maeneo mbalimbali, na tunawaona, wanatuona. Wengine ambao hawana uwezo huo wanatufuatilia kwa Facebook,
Kwa kila siku na siku ya ibada na siku ya Jumapili yenyewe toka asubuhi mpaka usiku full time ni ibada, kwa sababu sasa siku 6 tumefanya kazi za kuzalisha siku moja walau iwe full kwa Mungu. Tatamani mtu ambaye unakuja kwa kazi ambaye unaamini hayo. Sasa wale wa ibada za Roho Mtakatifu za kiroho, wakati ibada zenyewe unazifanya dakika 20, saa moja mawili, unarudi kwenye filamu, unarudi kuangalia filamu, runinga, mipira, maigizo na vitu kadha wa kadha. Sasa sisi tumetaka hizo filamu stahimili basi kuangalia tu ibada ya Zoom, ingawa inakuwa na kero nyingi, mara istaki, mara pengine network ipotee kwako, ama inakorushwa ibada, lakini unahitaji ustahimili kwa sababu nje na hapo bado unavyoenda kuangalia vinastaki sana na vinastakisha sana maisha yako na akili yako. Kwa hiyo wale au huna nidhamu. Sawa, wengine tumekaa kwenye ibada, wewe unapika. Afadhali kama huko kazini ni muda wa kazi, kwa sababu tunafanya ibada, wengine kama Marekani tumetofatia masaa 8 wako nyuma. Na Australia tumetofatia masaa 8 wako mbele. Kwa kuna wakati sisi tunafanya ibada usiku, wao ni mchana, ni saa ya kazi. Kweli hapo kufanya kazi. Sio kulala, umelala, yani wewe mna relax. No, wakati wa ibada tunahitaji uwe serious, kwa sababu ndo njia ya wewe kuyaokoa maisha yako. Na ni ibada kweli kweli. Asilimia kubwa ya wanaotufuatilia serious waishakata mguu kwenda kanisa lingine lote, lakini yale wanaoyafuatilia kutoka Koskazi wamefanya wastawi kuliko jamii zinazowazunguka na kuonekana ni riu kikoskazi. Na wengine kutoka Kenya, kutoka Marekani, kutoka Australia wameagiza na mavazi kutoka huku yale tunayovaa Koskazi, na wanavaa kabisa na tunaonekana hivyo kabisa. Kwa hiyo zingatia sana haya ndio masharti na utaratibu unayeweza kufiti kuwa kikoskazi. Fahamu jambo lingine hapa kwamba maswali huwa tunamjibu sana aliyetendea kazi mengi mazuri aliyoyasikia kwetu. Maswali. Yani tunajua unaweza ukajikwaa kwa matamko, kwa mikazo, kwa msisitizo. Unaweza ukajikwaa, lakini anzia kwanza ambayo umeshaelewa haya ni mema, hayo tukuona umefanya, kwa sababu najua ukishafanya hayo mengi, hata yale ambayo hukuyaelewa utakumeelewa. Kwa hiyo tafadhali kwenye hili, najua wa kiroho na ndio mimi siwaelewi, nitaka wanijibu kwanza. Hatujataka kwanza wewe ambaye unataka tukujibu kwanza. Tunataka kwanza wewe ambaye unaona hapana, hata kwa haya ambayo sijaelewa, lakini kwa mengi haya niliyowaelewa yataleta tija kwenye maisha yangu. Na kwa wageni watupu ambao mtaanza ibada mko wawili, ni wageni watupu, hamjawahi kufika kwenye makambi ya kikoskazi mara 2 mara 3, hamjawahi kufika, nyie njia ya kudumiana kwenye ule muda ambao mnafanya ibada, njia ya kudumiana ni kutoa ushuhuda wa ulijifunza nini kwenye ibada za kikoskazi ulizozifuatilia Facebook ama live kwa njia ya Zoom za sasa au za zamani. Ulijifunza nini na kimetokea nini, na waonyeshe hiyo kitu uliojifunza ni ya tarehe ngapi, ili na wao wakafuatilie, kwa sababu mwongozo mkuu sio Roho Mtakatifu na hivyo utakavyoanza wewe huko. Mwongozo mkuu ni haya ambayo tumesha stawi. Sisi tunasema Roho Mtakatifu ni kufuata utaratibu usio na majuto, wala sio fujo za kusema nimeota usiku au nimesemeshwa au nimesukumwa. Sisi ni utaratibu usioleta fujo, ni utaratibu usioleta majuto, sio fujo. Kwa hiyo wewe ambao unataka utafute njia ya kupata waumini na washirika kwa njia ya kikoskazi, basi unataka utoe ushuhuda. Ulijifunza nini kutokea kikoskazi? Ulifanya nini kilizalisha au kilitokea nini? Lakini pia vitabu hivi vyote lazima uwe navyo. Kama mmeshaanza kukusanyika 3 4, vitabu hivi vyote lazima muwe navyo. Hivi vyote lazima
muwe navyo hivi vyote, na katika mkusanyiko wenu wote lazima musome kitabu kimojawapo, aya zaidi ya moja. Lazima msome kitabu kimojawapo, ukianzia na hiki. Bila mambo mengi utahangaika sana duniani. Lazima msome aya kuanzia moja kila mkusanyiko. Kwa hiyo hata na wewe unaposhuhudia kwamba nimepona, sasa nimejifunza hiki, na nyie mjifunze, lazima uwe vitabu hivi umeshavisoma. Kwa Tanzania ni shilingi 10,000 kila kimoja, hivi vikubwa ni shilingi 10,000 kila kimoja. Na sasa hata kile kidogo tuliondoa, pengine huu mwongozo tu unapoagizwa kwa sababu ya gharama za nauli na vitu kadha shilingi 5,000. Kwa hiyo hivi vitabu lazima uwe navyo popote ulivyo, na hususan mnapotaka kutoa sadaka lazima msome hiki. Huu ni mwongozo. Lazima kila mnapotaka kutoa sadaka lazima mtafute haya mojawapo hapa, msome iongoze. Ni mwa kimwili, ni liturujia, ila ndio iliyotufikisha hapa, ndio iliyotufanya tuwe na sura moja hivi tulivyo. Kwa hiyo huyo roho ambaye amekuacha ueleweki, unavaa mingua ueleweki, unalala kwa namna isiyoeleweka, unaishi unasema ni roho, sisi huyo hatumfuati. Sisi roho tunayemfuata ni roho ambaye anatuletea utaratibu ambao anapitia kwa mtu, anambadilisha mtu, anamsaidia mtu, huyo mtu anatusaidia kwa namna nyingine. Sasa sitaki kufafanua sana hayo. Kwa hiyo vitabu hivi sharti muvisome mnapokutanika wawili au watatu. Lazima muvisome mnapokutanika wawili au watatu. Hivi vyote nimeandika mimi, mwasisi na mtu ambaye nimestawi sana mimi mwenyewe, baadaye nikawapa wengine wastawi pamoja nami. Vitabu hivi havijaandikwa ukoo wa Mbarikiwa, vimeandikwa aliyojifunza Mbarikiwa akayafanya akastawi, na akawaelekeza na wengine wakastawi. Hivi vitabu ni ushuhuda wa tulivyostawi kwa njia mbalimbali. Bila mambo mengi utahangaika sana duniani. Ambacho cha pili chake kimetoka sasa, kinasema maombi machache. Aliyokuwa mengi humu tunaita machache, yanayoweza kuleta matokeo makubwa kuliko waombaye sana, wanayefunga sana. Yaliyokuwa mengi humu tunaita machache, lakini yenye matokeo yale au zaidi ya yaliyokuwa humu, kwa sababu humu maarifa imeongezeka zaidi. Kinachofuata, kutubu kwa mtu au kwa Mungu kuna kusababisha upone magonjwa yote bila kuombewa na mtu. Kutubu kwa mtu au kwa Mungu, vyote hivi ni sisi wenyewe tu pia tulitubu baadaye tukaona kumbe hapa hata usipoombewa, usipopakwa mafuta, kutubu tu kwa kusamehe maovu yako yote, akuponya magonjwa yako yote, au komboa uhai wako na kaburi, jana wako rejeza kama taa, utia taji uso wako. Tukaona kumbe hii inawezekana, tukaiandika namna ilivyowezekana. Kitabu kingine ni kutoa. Moja sababu inayosababisha matatizo mfululizo kwenye maisha yako ni kutoa sadaka ukiwa na dhambi. Mungu anasema sadaka ya mtu mbaya ni chukizo kwa Bwana, atakupaka mavi ya sadaka zako unayotoa ukiwa na dhambi. Kwa vitabu hivi vitakuongoza. Vyama vya kufa na kuzikana na vikundi ni ushetani ulioingia kwa wacha Mungu kwa kigezo cha upendo na umoja, kitu ambacho upendo wa Mungu sio huo wa kutoa kwa mtu anayeweza mpaka kwa mtu anayeweza kukuchangia, bali ni kutoa kwa mtu ambaye hawezi kuchangia, lakini alitakiwa umsaidie. Lakini pia na haka kadogo kalikuandika mwongozo mkuu wa kikosi kazi, mambo ambayo mengine ambayo nayasema hapa yamo kwenye kitabu haka. Kwa hiyo hivyo ndivyo mtakavyoenda, na baada ya hapo mkimaliza ibada hiyo ambayo mmeshuhudiana ninyi kwa ninyi, basi tunapoanza kila Jumapili saa 7 mchana mnatakiwa kujiungamanisha. Sasa mnasikiliza ibada live kutoka Mbeya, either kwa Facebook au kwa Zoom. Zoom ni ili tuwaone hapa Mbeya na nyie mtuone mliko, lakini Facebook ni wewe tu utatuona, sisi hatutakuona, lakini tutamani tuwe tunajua maendeleo yako, hatua yako na mafanikio yako, ili tukuchakize, tukuchochee, tukusukume kwa hatua zaidi. Na jambo lingine nikutajie kwa wengine, unaweza ukawa unatafuta kujua hivi ndo nitaanza mimi, hakuna hapa nilipo, hakuna, uenda mahali ulipo wako wenzio.
Kwa ambapo wapo utaanza, ambapo hawapo utaanza wewe. Kikosi kazi ni watu tunaoamini kuwa unayekuwa pamoja nasi ndio utakayebadilisha utamaduni wa mahali hapo. Wewe ndio utakayeanza utamaduni mpya. Kwa sio wale tungekuwa wawili, tungekuwa watano, Mbarikiwa nilikuwa peke yangu, sasa mmetokea ninyi ama wametokea wengi. Kwa tunaamini na wewe popote ulipo pawe pamezungukwa na Waislamu. Waislamu hamjui tu kuchukulia nao vizuri. Waislamu wanapenda utu na haki. Wanapenda utu na haki. Kwa hiyo wakishaona tu unaishi kwa utu na haki, wataanza kufuatilia hizo ibada zako, na baadaye ukiwaombea pia na magonjwa yakatoka kwenye miili yao, lazima wakufuate, na wanaweza hata wasilete ule mgogoro wa kwamba kwa nini unabadilisha dini watu wetu. Wakati mwingine wanacholalamikia Waislamu ni unawabadilisha watu wao, kule walikuwa wanajisitiri, wanavaa vizuri, wewe unaanza kuwavalisha vikwapa viko nje, mapaja yako nje, mara visuruali vimebana makalio, alafu nasema hii dini ya kweli. Ndipo wanapojua wewe umekuja kuleta uharibifu duniani. Lakini popote ulipo unaweza ukaibadilisha jamii inayokuzunguka. Ukishaonekana unavyovaa kwa star, unavyoongea kwa star na kuishi kwa star, na baadaye ukaanza kuwa suluhisho kwa magonjwa na matatizo kadha wa kadha wanayokuwa nayo, lazima watu hawa uambatane na wewe. Na wewe ukiwa unaambatana na kufuata maelekezo kutoka kwa tuliokutangulia na waliokutangulia na waliostawi zaidi. Si kwetu kutangulia sio kile kitendo cha miaka mingapi tumo. Kutangulia ni tumestawi kwa mengi kiasi gani kuliko wewe, ambayo hata kwa kutuona tu tunavyoishi utataka kuiga tunavyoishi. Kwa hiyo na wewe utakuwa unajifunza kwetu, na wewe utakuwa unawaimarisha na wengine. Kwa hiyo sisi hatuamini unasema tungekuwa watatu, ningekuwa wa kiume, ningekuwa mjini, no, popote ulipo, kama network haipo utalazimika usafiri, ukapanga, ukaishi mahali penye network, ili uhakikishe unakuwa online kila mara. Unaweza ukauza chochote ulichonacho, nunue kompyuta, simu. Tunaamini mtu unayetanguliza kwanza kupona kwako na ibada kuliko malengo ya wingi wa mali utakazo kuwa nazo. Sasa sehemu yaliko makambi yetu kwa sasa, ingawa nitayataja kwa utulivu na kwa kuonyesha location yalipo, tatoa tu picha mahali naonyesha kabisa na location jinsi ya kufika. Lakini sasa nikutajie, na ikiwa mji nitakao taja unaona uko karibu nao, miji mingine sitataja moja kwa moja sababu sikuandaa walioko huko, lakini ukiona nchi niliyotaja ndiko uliko, basi uta comment na tutakupa mawasiliano ya mtu aliyeko kwenye nchi na mji ulioko. Hapa nitataja waliojicommit sana. Yaani najua naweza nikasahau baadhi kwa sababu sikuiandai, nitataja tu kwa kuwa nimeandika haraka hapa. Lakini tutaendelea kutaja mwingine ukiuliza, lakini hata kama hapana wanaofuatilia ibada, wanaosali, wanaoabudu kama kikosi kazi, tunaamini wewe sasa tumekupa njia rahisi, na sasa utaanza kujiungamisha, kwa sababu hata hao wengi alianza peke yake, walianza wawili na mke wake, lakini sasa ni jumuiya kubwa, ni jamii kubwa, na wanavaa kama kikosi kazi, wanaishi kama kikosi kazi, ni makamanda, wanajiamini. Mpaka vijana fulani ipoenda Nyakanazi sema yaani natembea utafikiri ni askari, walikuwa waoga, walikuwa wahovyo, lakini sasa wanatembea kama maskari, wanajiamini. Sasa tuwaoni kukopa, tuwaoni kutia huruma, kuomba misaada. Hii na mimi natamani sana hii. Haya, sasa yaliko makambi yetu, ambako kama uko jirani utacomment hapa mahali uliko, hasa likitajwa hilo eneo. Lakini kama halijatajwa, basi wewe hapo anza. Wewe anza na utapata usaidizi mzuri kwa namba ambazo tutaziandika hapa chini, ama tu nizitaje kwa mapema kabisa. Ni 0769 015164 na 0655 43 66 03. 0769 015164 na 0655 43 66 03.
kama imekupita gandisha, rudisha, nadhani utaipata hizo. Ukituma mara nyingi ujumbe kwa WhatsApp, tafuta njia utume kwa WhatsApp, hata kama una kasimu kadogo. Ukituma kwa WhatsApp unaweza ukapata, ama ukapiga simu ikipatikana. Kwa WhatsApp hata tusingepatikana, tutaona huo ujumbe baadaye, ama kwa SMS ya kawaida. Lakini WhatsApp ina uwanja mpana wa kukujibu kwa SMS au kwa sauti tu tunakujibu. Indai sana kukujibu. Kwa hiyo tumia hizo njia tutakujibu kwa namna rahisi. Lakini tukipiga ukiwa ndani nje ya nchi, huwa gharama zake ni ndogo. Kwa hiyo sasa makambi yetu yalipo Mbeya mjini, ambapo ndo tupo hapa Mbeya mjini, eneo la Isyesye madukani, ama Water Boys. Mbeya mjini, eneo la Isyesye, Mbeya mjini, Mbeya jiji, Mbeya mjini, eneo la Isyesye. Ukifika madukani uliza kioski cha Injili kwa mchungaji Mbarikiwa, au ukiwa barabarani 88 utaona Water Boys ni gorofa. Ukifika hapo jirani uliza kioski cha Injili kwa mchungaji Mbarikiwa. Tukuyu hapa mkoa wa Mbeya, lakini wilaya ya Rungwe. Tukuyu tuko Kiwira, ambao ndo wako stable kabisa, wao wanaendelea. Tuko Kiwira. Chunya tuko Mbugani. Chunya mkoa wa Mbeya huu, Chunya tuko Mbugani. Kuna Vwawa, ingawa msimamizi pale yuko kuhemea cheo, ni askari. Kwa hiyo pia Vwawa mkoa wa Songwe. Hawako Kilosa mjini au Morogoro pale Kilosa, hawako Kilosa mjini, wako eneo linaloitwa Kisanga, ndiko walikoanzia na wanaendelea vizuri. Morogoro mjini wako pale, nadhani utakapotaka kujua Morogoro mjini sehemu gani watakujibu na kukwambia mahali walipo kwa comment, utacomment hapo. Arusha wako eneo la Moshono. Watakujibu hapo. Na Moshi wako Moshi mjini pale, watakujibu kama uko jirani hapo. Chato wako Chato mjini pale, watakujibu. Nyakanazi wako pale mjini, watakujibu. Dar es Salaam wako tuko Geza Ulole. Paka nafikiria kufanya kongamano ambayo itajumuisha watu wote wa Dar es Salaam kwa utulivu, na kwamba Dar es Salaam wahubiri wengi wanapiga hela za watu. Si kwamba Dar es Salaam pana hela nyingi, bali Dar es Salaam pana watu waliovurugwa na utapeli mwingi, foreni za magari, ugumu wa maisha. Kwa hiyo mwisho wa siku mtu anahisi akienda kutoa pesa kwa nabii atapata uahueni kwa haraka, lakini kumbe ndo anazidi kuharibu mambo. Kwa Dar es Salaam watu wanapata waumini na kuwatapeli zaidi, si kwamba watu wana pesa sana. Wahubiri wanaishi kwa anasa na mafanikio makubwa, si kwamba watu wana pesa sana, bali ni kwa sababu Dar es Salaam watu wamevurugwa. Kwa hiyo mhubiri anatumia kule kuvurugwa kuhisi anaonyesha njia ya kufanikiwa haraka, na kumbe ni yeye anayewapata. Ukiangalia foleni za magari, gharama za nyumba, gharama za chakula, na wengi walienda wakiwa wanajua ni mji ambao mambo yanawezekana, lakini kumbe wageni wanavyotingana, vurugu. Kwa watu wamevurugwa Dar es Salaam. Wizi, utapeli, udalali, wamevurugwa. Kwa hiyo tunafikiria kuja kuwatuliza watu wa Dar es Salaam, kuja kutuliza mioyo yao. Wapo watu pale, lakini nafikiria kuja kuweka wazi zaidi ili watu watulie bila kutoa chochote. Kwanza mambo yao yatulie, mioyo yao itulie, maisha yao yatulie kama Bwana alivyotutuliza wengine sisi bila kutoa chochote. Singida tuko wilaya Itigi pale Mtundu. Ukifika Mitundu kijiji kinaitwa namba 4. Kabla hujafika Mitundu au ukipitia Mitundu, kijiji kinaitwa namba 4. Tuko pale na watu wa Mungu wanastawi. Wako vijana Kigoma wameanza juzi, lakini wanastawi. Yuko kijana ni mwalimu, yuko Masasi tulikuwa naye hapa, na yuko kule anapambana. Wako watu walioko Australia, wako watu walioko Canada, wako watu walio USA, wako watu walio Arabuni, wako watu walio Kenya. Kwa hiyo popote ambapo unaweza ukajiunga nasi ukafuatilia ibada na popote ulipo. Sasa hata hao walioko nchi hizo walianza peke yao. Kwa wewe ambaye miji hapo moto ilipotaja, wewe ni wilaya iko mbali, mkoa uko mbali, basi anza wewe. Na kuna group ambalo ndio mara nyingi tunatuma link. Hatuwezi kumtumia link kila mtu, link ya Zoom na hata link ya Facebook. Ingawa Facebook kwenye hatu ukiingia tu Kioski channel au Kioski cha Injili utatupata moja kwa moja. Lakini hasa ibada inaanza saa ngapi?
kuna group tunalo. Group hilo lina mwongozo mfano wa haya niliyosema hapa. Unayeingia, hebu fuata mwongozo, soma mwongozo. Usiingie tu unaanza kutupia vya kina Mwakasege, unatupia vya kina Kakobu, unatupia. Hapana. Kule tunaendelea na kitu cha aina moja. Waliostawi kwa mfumo na falsafa ya kikosi kazi walipita wapi, na wewe upite humo. Yanayokutokea ndio ambayo utayashuhudia. Lakini mnaokuja kule ili si mpate mtangaze biashara, sio mahali kule. Upate utangaze maono yako na dini yako, sio kule. Kule tunataka tu wanaotaka hii falsafa ya kikosi kazi na kujifunza. Muelewe ile grupu tunataka wanaotaka falsafa ya kikosi kazi na kujifunza biashara. Link ya grupu utakayouliza basi watakujibu na kuiweka hapo. Unaweza kujiunga moja kwa moja. Telegram ni kwa sababu ndiko tunako hamasisha wengi mjiunge kule, kwa sababu yenyewe hata tuwe wengi kiasi gani haiwezi kujaa, lakini WhatsApp inajaa. Ikishafika watu 256 tayari nataka muandae grupu lingine. Kwa ndio maana pengine kama waboresha sasa. Kwa hiyo grupu Telegram na grupu WhatsApp utajiunga kule, utakuwa unapata link, utakuwa unapata shuhuda, utakuwa unapata hatua za watu, na tutakuwa tukikufuatilia kwa ukaribu zaidi kujua hatua yako, maendeleo yako, jinsi unavyoponywa sasa, jinsi ulivyo mzima, jinsi unavyoendelea vizuri, jinsi ulivyo na raha, jinsi unavyostawi, unavyofanikiwa. Tutakuwa tukafuatilia na unakwama wapi, ufanye nini. Tunakufuatilia kwa ukaribu sana, tukikuona kule na tukakuona kwenye ibada hususan za Zoom. Kama network iko vizuri, utalazimika uende kukaa mahali penye network inayoweza kuwa vizuri, ili uhakikishe umedownload ama umefuatilia live. Nina hakika nitakujia kwa namna nyingine, lakini naamini kabisa kwa mwenye kiu mpaka uangalie mpaka huko mwisho. Kwa vyote vile kweli wewe ulikusudia, ulipenda. Basi nakutakia baraka nyingi za Yesu Kristo ziwe pamoja nawe, na akakufanye kuwa moja kati ya sauti ya mtu aliyetoka nyikani, ambaye atasema watu waitengeneze njia ya Bwana na wanyoshe mapito yake, kwa kuwa Bwana yuaja. Maranatha.